Loliondo, kinachofanyika ni unyakuaji wa ardhi. Hakuna mwananchi, hakuna serikali ya kijiji ambayo imeridhia ardhi ile kutengwa. Hakuna. Lakini watu wanasema ni ardhi. It's not a bad land. It's the land with people. Kwa hiyo kinachofanyika pamoja na masuala mengine, lakini ieleweke, wananchi wa Loliondo. Mwenyekiti, taarifa. Wananchi wa Loliondo. Mwenyekiti, taarifa. Taarifa, Mheshimiwa Ridwan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumpa taarifa msemaji anayesema sasa asipotoshe. Kinachofanyika Loliondo ni uwekaji wa mawe kuonyesha mipaka baina ya ardhi ya kijiji na ardhi ambayo inatumika kwa ajili ya kupita maeneo ya mifugo. Kwa hiyo asiseme kwamba hapa kuna ardhi inachukuliwa. Hakuna ardhi inayochukuliwa, kinachowekwa ni mipaka kuonyesha baina ya maeneo ambayo yanatumika na wananchi na maeneo ambayo yanatumika kwa shughuli nyingine. Asante sana. Ni maisha ya wananchi wangu, wazazi wangu, wadogo zangu, kaka zangu. Lakini watu wanafanya michezo, tunapotosha. Kwa sababu yaliyofanyika Loliondo kwa wale wananchi, very inhuman. Very. Wananchi wametoroka, wameenda Kenya. Wananchi wanakimbia kwenda kutibiwa Kenya kwa sababu wamenyimwa PF3, kwa sababu na hospitali zenyewe zilizopo kilomita 70. Mheshimiwa Shangai, samani. Hayo unayosema una uthibitisho nayo, maana yake usije ukazungumza hapa bungeni jambo ambalo huna uthibitisho nayo, alafu mwisho wa siku badala ya kusema wewe usahihi ikawa ndio wananchi wanapotoshwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninachosema ni kwamba wananchi wameenda kutibiwa Kenya. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba unilinde. Malizia, maana muda wako bungeni ilikuwa imepiga, kwa hiyo kutokana na muda huu unakuongezea dakika moja tu, malizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumaliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumaliza hayo, niende kwenye hoja ambayo waheshimiwa wabunge wengi wamechangia. Wengi hawajui kinachoendelea katika eneo la pori tengefu la Loliondo. Mimi ni mbunge, ni wananchi wangu ndio wanaoteswa kule. Naomba niwaambie kitu kimoja. Watu wengi hapa wanasema, akinyanyuka mtu anasema kwamba ardhi ya Tanzania ni ya rais. Tusimchonganishe rais na wananchi. Ardhi ya Tanzania kwa mujibu wa sheria ni ya umma. Rais amepewa kama mdhamini tu. Kwa hiyo kwa mtu yeyote anayesimama, ukitaka soma land policy ya Tanzania ya mwaka 97. Naomba kunukuu kipengele namba A. All land in Tanzania is public land vested in the president as a trustee on behalf of all Tanzanians. Lakini wengine tunasimama, wanaofanya kazi inayofanyika Loliondo sio rais, ni watendaji wake ambao hawataki kujifunza kutoka kwa waliowatangulia. Lakini lingine ambalo ni lazima tujue, ardhi square kilomita 1500 katika eneo la Loliondo ni ardhi ya vijiji. Ni ardhi ya vijiji, kata 8, vijiji 14. Na kwa nini ardhi ile inatwaliwa? Sera yetu ya ardhi inatuambia nini kuhusiana na unapotaka kuchukua ardhi ya wananchi? Ardhi ya vijiji. Kipengele namba 4 inasema consultation and consent of all village council will be required whenever alienation of village land is necessary. Kule Loliondo kinachofanyika ni unyakuaji wa ardhi. Hakuna mwananchi, hakuna serikali ya kijiji ambayo imeridhia ardhi ile kutengwa. Hakuna. Lakini watu wanasema ni ardhi. It's not a bad land. It's the land with people. Kwa hiyo kinachofanyika pamoja na masuala mengine, lakini ieleweke, wananchi wa Loliondo. Mwenyekiti, taarifa. Wananchi wa Loliondo. Mwenyekiti, taarifa.
Taarifa, Mheshimiwa Ridhiwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumpa taarifa msemaji anayesema sasa asipotoshe. Kinachofanyika Loliondo ni uwekaji wa mawe kuonyesha mipaka baina ya ardhi ya kijiji na ardhi ambayo inatumika kwa ajili ya kupita maeneo ya mifugo. Kwa hiyo asiseme kwamba hapa kuna ardhi inachukuliwa. Hakuna ardhi inachukuliwa, kinachowekwa ni mipaka kuonyesha baina ya maeneo ambayo yanatumika na wananchi na maeneo ambayo yanatumika kwa shughuli nyingine. Asante sana. Mheshimiwa Shangai, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, sipokei. Sipokei taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ni watu wazima. Unatenga ila ardhi kutoka ardhi ya nani? Unatenga kutoka kwenye ardhi ya nani? Taarifa Mwenyekiti. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji kwamba eneo la pori tengefu la Loliondo kwa mara ya kwanza lilitangazwa na serikali ya kikoloni kupitia Fauna Conservation Ordinance ya mwaka 1959 na tangu wakati huo hatujafuta. Tumekuwa tukifuta sheria, tuna repeal na kutengeneza nyingine. Kinachofanyika ni kuweka alama kwenye eneo la square kilomita 1500 kati ya square kilomita 4000 za eneo la pori tengefu la Loliondo. Mheshimiwa Shangai, unaipokea taarifa hiyo? Sipokei. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba utunze muda wangu. Hawa wanania tu ya kumaliza muda wangu, lakini ukweli ni kwamba mimi ninajua kinachoendelea. Ardhi ile ni ardhi ya vijiji kwa mujibu wa sheria zote za Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hajaanza hata kusema jambo jingine. Msubiri aseme alafu utatoa taarifa. Anavuruga. Hata kumaliza kusema nitakupa utoe taarifa. Mheshimiwa Shangai, endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoongelea swala la ardhi, tunaongelea maisha ya wananchi na uchumi wao. Naomba nikoti maneno kwa ruhusa yako ya Bwana William Tenga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ardhi, ambaye amehusisha swala la migogoro ya ardhi kwamba ni sehemu ya maisha ya wananchi. Anasema hivi: nobody can live without land and most people have to share it, creating competing rights. Dispute about right in land cannot be avoided. People relationship to land depend on many factors and have a strong cultural elements. Ninapozungumzia ardhi ile ya Loliondo, ninazungumzia maisha ya watu wanaoishi pale na wilaya zote za wafugaji. Taarifa. Kwa sababu taarifa Mheshimiwa Shangai. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata iwe mheshimiwa anayezungumza sasa hivi mbunge wa Loliondo, hata kwenye hiyo definition aliyotoa sasa hivi inasema hakuna mwananchi anaweza akaishi bila ardhi. Hata hao wanaohama Loliondo kwa hiari yao wameonyeshwa maeneo mengine ya kuishi. Kwa hiyo wako within hiyo definition ambayo yeye ameisoma sasa hivi. Mheshimiwa Shangai, unapokea taarifa? Sipokei kwa sababu hajui anachozungumza. Mimi nazungumzia Loliondo, hakuna mwananchi anayehama Loliondo. Yeye akarejee Ngorongoro. Ndicho anachotaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nirejee pia maneno ya profesa wa sheria Chris Maina Peter. Anasema land is an important resource in the world today. It is the main source of livelihood and survival. Therefore, whoever controls land logically controls the life of others. This is because that person or persons control what guarantees survival of human being. Due to the proximity of land to survival, it is frequently
related to the right to life. Tunapozungumzia swala la ardhi ile, tunazungumzia maisha ya wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nadhani serikali inatakiwa kufikiria upya. Pamoja na kwamba wameweka mipaka, lakini ile ardhi bado ni muhimu kwa ajili ya wananchi wale. Wananchi wale ukijaribu kuangalia katika wilaya zetu za wafugaji, ukiangalia lile eneo la Loliondo, kuna vijiji. Naibu waziri juzi alisema kwamba hakuna vijiji. Wapo wananchi. Ukienda Longido, kwenye lile eneo ambalo wanataka kupandisha liwe pori la akiba, kuna vijiji 22. Taarifa Mheshimiwa Shangai. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mchango mzuri sana mbunge makini wa Ngorongoro, kumekuwepo na hoja zinazozunguka za kuzungumza habari ya maslahi ya taifa na urithi wa dunia. Tunazungumza dunia, urithi wa dunia, dunia ipi bila Ngorongoro? Maslahi ya taifa lipi bila Ngorongoro? Wale ni binadamu wenye haki sawa sawa na binadamu wengine. Ni sehemu ya urithi na ni sehemu ya taifa hili. Wana haki, waachwe kwenye eneo lao, kwa sababu eneo hilo ni lao, ni ardhi ya wazazi wao walikowazika mababu zao, waendelee kupata maisha yao na sheria inawalinda, na repeal clause zote za sheria ya mwaka 74 na sheria ya mwaka 2009 kifungu cha 122 na kifungu cha 85 na 86 ya Wildlife Conservation Act 74, zote zimerepeal mambo haya ambayo yanazungumzwa. Ni vizuri watu wakasoma sheria kwa ukamilifu, na hasa hao waliokuwa wanadai jana kama ni wanasheria waende kwenye repeal clause na transitional clause. Mheshimiwa Shangai, mnapokea taarifa? Haya, napokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiuhalisia ninajua kwamba wengi wanacheka kwa sababu sio maisha ya watu wao. Lakini mimi ni maisha ya wananchi wangu, wazazi wangu, wadogo zangu, kaka zangu. Lakini watu wanafanya michezo, tunapotosha. Kwa sababu yaliyofanyika Loliondo kwa wale wananchi, very inhuman. Very. Wananchi wametoroka, wameenda Kenya. Wananchi wanakimbia kwenda kutibiwa Kenya kwa sababu wamenyimwa PF3, kwa sababu na hospitali zenyewe zilizopo kilomita 70. Mheshimiwa Shangai, samahani, hayo unayosema una uthibitisho nayo? Maana yake usije ukazungumza hapa bungeni jambo ambalo huna uthibitisho nayo, alafu mwisho wa siku badala ya kusema wewe usahihi ikawa ndio wananchi wanapotoshwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninachosema ni kwamba wananchi wameenda kutibiwa Kenya. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba unilinde. Malizia, maana muda wako bungeni ilikuwa imepiga, kwa hiyo kutokana na muda huu unakuongezea dakika moja tu, malizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumaliza. Asante.